God loved us so much. Mungu anatupenda sana. We as human beings. Sisi kama wanadamu. Because right from creation. Kwa sababu tangu uumbaji. Only a human being. Ni mwanadamu peke yake. Was created in a special way. Aliumbwa kwa njia speciali maalum. All other creation. Viumbe vingine vyote. God could only command. Mungu angeamrisha tu. And say let there be. Na kusema na wacha iwepo. And it was. Na ikawa. But when it came to man. Lakini ilipofikia mwanadamu. The Bible says. Biblia inasema. That God said. Mungu alisema. And let us make man. Na acha tumuumbe mwanadamu. Hallelujah. Hallelujah. A man who is a special creation before the maker. Mtu ambaye ni kiumbe speciali mbele za muumbaji. Wherever you are. Popote ulipo. I have come to tell you in Kakamega. Nimekuja kukuambia Kakamega. God loves you so much. Mungu anakupenda sana. And you are created a special creature. Wewe uliumbwa kiumbe speciali maalum. The only creation. Kiumbe chake pekee. That had the portion of God. Ambaye ilikuwa na sehemu ya Mungu. Where he said. Ambapo anasema. And let us make man. Acha tumuumbe mwanadamu. In our own image. Mfano wetu. Out of our own likeness. Kutokana na umbo letu wenyewe. Only man. Ni mwanadamu tu. Was to look like God. Ilikuwa afanane na Mungu. Only man. Mtu tu. Was given a portion of godliness. Alipewa sehemu ya uungu. Kakamega. Kakamega. You are very special before God. Wewe ni mtu speciali mbele za Mungu. You are very special before the maker. Wewe ni speciali mbele za muumbaji. You are very special before heaven. Wewe ni speciali mbele za mbingu. Heavens are always considered. Mbingu kila wakati zinazingatia. Whenever it comes to man. Inapofikia masuala ya mwanadamu. Whenever man is mentioned anywhere. Wakati mwanadamu anatajwa popote pale. Always heavens are sensitive. Kila wakati mbingu zinamakinika. Hallelujah. Hallelujah. God created man. Mungu alimuumba mwanadamu. And loved man. Akampenda mwanadamu. And made man an eternal creature. Akamfanya kiumbe cha umilele. But somehow, somewhere. Lakini kwa wakati fulani. Something happened with man. Kitu kilifanyika na huyu mwanadamu. When man sinned. Wakati mwanadamu alitenda dhambi. And went away from the oracles of God. Akatoka kutoka kwa mausio ya Bwana. Then man. Halafu mwanadamu. Began dying. Basi akaanza kufa. Until today. Hadi siku ya leo. But when God created man. Lakini wakati Mungu alimuumba mwanadamu. The plans of God for I and you. Mipango ya Mungu kwako wewe na mimi. Was that we live forever. Ilikuwa ni ya kwamba tuishi milele. It was that we should not die. Ilikuwa ni ya kwamba tusikufe. It was that we should not struggle. Ilikuwa ni ya kwamba tusing'ang'ane. It was that we may enjoy the presence of Ilikuwa ni ya God. kwamba tufurahie uwepo wa Bwana. But Kakamega. Lakini Kakamega. Something came in between man and God. Kitu kiliibuka kati ya Mungu na mwanadamu. Called sin. Kiitwacho dhambi. And when sin came. Na wakati dhambi iliinuka. God declared. Mungu alitangaza. The wages of sin is death. Kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kakamega. Kakamega. When sin came. Wakati dhambi ilikuja. Sin brought something ungodly into our lives. Dhambi ilileta kitu kisicho cha utaua kwa maisha yetu. God expected that we may live a godly life. Mungu alitarajia tuishi maisha ya utaua. In godliness. Katika utaua. Enjoying the presence of God. Tukufurahia uwepo wa Bwana. But when sin came. Lakini wakati dhambi iliinuka. Sin removed godliness. Dhambi iliondoa utaua. And man became ungodly. Wanadamu akafanyika mtu asiyemtaua. But today Kakamega. Lakini leo Kakamega. Once again we come to you with good news. Mara tena tunawajieni na habari njema. Although sin caught up with man. Licha ya kuwa dhambi ilishikamana na mwanadamu. And removed godliness. Ikaondoa utaua. Always God has been pursuing man. Kila wakati Mungu amekuwa akimfuatilia mwanadamu. To bring back man into godliness. Kumrejesha kwa utaua. That is why
he loved Ndio us. maana alitupenda. And the Bible Na says, Biblia nayo inasema, for God so loved the man, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. for God so loved the world, Jinsi hii Mungu aliupenda and ulimwengu. he brought his one and only begotten Son, Akamtoa mwanawe wa kipekee mmoja, Christ Jesus. Kristo Yesu. And he declared, Akatangaza, whosoever believes in him yeyote atakayemwamini shall not perish, hataangamia, but will have everlasting bali life. atapata uzima wa milele. Right from creation, Tangia tu uumbaji, right from the beginning, tangia mwanzo, God made man an everlasting being. Mungu alimuumba mwanadamu kiumbe cha kuishi milele. But now, Lakini sasa sin terminated the life of man dhambi iliharibu maisha ya mwanadamu from eternity. kwa umilele. But I want to bless the name of the Lord Nataka nilibariki jina la Bwana because of his kwa love, sababu ya upendo wake, bringing us a savior, kutuletea Mwokozi, bringing us a restorer. kutuletea mpatanishi. Oh, what a love! Upendo wa aina gani! When we were perishing in Wakati sin, tulikuwa tunaangamia ndani ya dhambi, when sin was taking us to wakati hell, dhambi ilikuwa inatupeleka jehanamu, when sin was consuming us and wakati destroying dhambi us, ilikuwa inatumaliza na kutuangamiza, God loved us, Mungu Kakamega, alitupenda Kakamega, and he sent Jesus. akamtuma Yesu. That is why today Ndio maana siku ya leo we are coming to Kakamega with tumekuja Jesus. Kakamega na Yesu. We have come to preach Jesus. Tumekuja kumhubiri Yesu. That is why I want to read the Bible Ndio maana nataka nisome Biblia concerning Jesus kuhusu Yesu and the promises of na Jesus ahadi za Yesu and the love of Jesus na upendo wa Yesu for us, Kakamega. kwetu sisi Kakamega. If you have your Bible, Ikiwa unayo Biblia, you may be in your shop, huenda uko kwa duka lako, you may be traveling, huenda unasafiri, you may be in the supermarket doing huenda some shopping, uko kwa duka kubwa unanunua, and you can hear this voice. unaweza kusikia sauti hii. I want to encourage you. Nataka nikuhimize, You are at the right place. uko mahali panapofaa. You may be walking, Huenda unatembea, passing by, ukipita tu and you hear this voice. unasikia sauti hii. You are at the right place. Uko mahali panapostahili. In the Gospel of Matthew, Katika Injili ya Mathayo, chapter number 24, Mathayo sura ya 24 verse 36, mstari wa 36, my Bible says, Biblia yangu inasema, but of that day and hour no one knows, even the Son of God, not even the angels of heaven, but my Father only in heaven. Biblia inasema ya kwamba kwa habari ya siku ile na saa hakuna ajuae, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila ni Baba peke yake. But as the days of Noah shall also be the coming of the Son of Man. Kama ilivyokuwa wakati wa Noa, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. For in the days of Noah that were before the floods, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark. Kwa maana siku zile kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, mpaka siku ile Noa alipoingia katika safina. And knew nothing until the floods came and took them all up. Shall also coming of the Son of Man be. Biblia inasema ya kwamba nao hawakujua lolote mpaka gharika ilipokuja ikawakumba wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu. Kakamega. Kakamega. I've read the word of God, Nimelisoma neno la Mungu, the Holy Bible, Biblia takatifu. and these are the words of our Lord Jesus himself. Haya ni maneno ya Bwana wetu Yesu mwenyewe. God loved the world Mungu aliupenda ulimwengu, and promised the world akaahidi ulimwengu
because of sin kwa sababu ya dhambi and destruction na uangamivu and groaning na kuugua kwa uchungu and oppression na mateso man was undergoing, mwanadamu alikuwa akiyapitia, he promised man alimwahidi mwanadamu that a day comes, ya kwamba siku inakuja I'll bring you a savior. nitakuletea mwokozi. And for a long Na time, kwa wakati mrefu people were anticipating for a day. watu walikuwa wanatarajia siku, People were waiting for a day. watu walikuwa wakingoja siku, People were waiting for a season. watu walikuwa wanangoja majira, People were waiting for a dispensation watu walikuwa wanangoja majira when God will fulfill this word. wakati Mungu atatimiza neno lake. And for real, Na kwa hakika kweli the word of God is true. neno la Mungu ni kweli, And the words of God never fall. na maneno ya Mungu hayakui bure, And always what God has spoken will come to na pass. kila wakati kila Mungu anazungumza lazima kitendeke. And for a long time, people waited for the Kwa Savior. muda mrefu watu walimngoja mwokozi, For a long time, people waited for the restorer. kwa wakati mrefu watu walikuwa na ngoja mpatanishi, For a long time, people waited for a redeemer. watu kwa muda mrefu walimngoja mkombozi, For a long time, people waited for the love of God. muda mrefu waliungoja upendo wa Mungu, For a long time, people waited for one who can take them out of their kwa oppression. wakati mrefu watu walikuwa na ngoja yule atakayewatoa kwa mateso, For a long time, people waited for one to get sin out of their lives. kwa wakati mrefu watu walingoja yule atakayeondoa dhambi kwa maisha yao, Because when Adam sinned kwa sababu wakati Adamu alitenda dhambi and realized he had sinned, akagundua ya kwamba ametenda dhambi, he struggled on how he can come out of sin. aling'ang'ana vile ya kutoka ndani ya dhambi, Even by running and picking some leaves to cover his sins. hata kwa kukimbia na kuchuna matawi fulani kujifunika dhambi zake, But it could not happen. lakini haingefanyika. But God now promised for a Savior. Lakini Mungu sasa alimwahidi mwokozi, And for real, na God brought a Savior. kwa hakika kwa kweli alimleta mkombozi, Our Lord Jesus Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Hallelujah. Haleluya. Kakamega. Kakamega, We have a Savior. tunaye mwokozi, We can come out of sin. tunaweza toka ndani ya dhambi, We can stand righteous before God. tunaweza kusimama wa haki mbele za Bwana, We can be holy before God. tunaweza kuwa watakatifu mbele za Bwana, Although we were sinners. licha ya kuwa tulikuwa watenda dhambi, Only because shikirambo God promised a Savior. nyasaye yalachirisia omunenuli Hallelujah. haleluya. Let her interpret Swahili. Kakamega is not a reserve. Tutumie tu Kiswahili. Kakamega si mashinani. Kakamega does not hold Luyas alone. Kakamega haijabeba Waluya peke yao. Hallelujah. Haleluya. And these people even get English very well. Na hawa watu hata wanaelewa